Habari ndugu Mkristo, habari ndugu mtazamaji na msikilizaji wa kipindi chetu cha Vinjari na Neno la Mungu, ambapo huwa tunakusomea Biblia na kauli mbiu yetu tunasema tafadhali sikiliza, sisi tunakusomea Biblia. Kipindi hiki mara mwisho tuliishia Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 31. Sura ya pili Mwanzo mstari wa kwanza inasema, basi mbingu na nchi zikamalizika na jeshi lake lote. Mstari wa pili, na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya, akastarehe siku ya saba, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Mstari wa tatu, Mungu akaibariki siku ya saba, akaitakasa, kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistarehe, akaacha kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya. Mstari wa nne, hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Mstari wa tano, hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga za kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Mstari wa sita, ukungu ukapanda katika nchi, ukatia maji juu ya uso wote wa ardhi. Mstari wa saba, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Mstari wa nane, Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Eden, akamweka ndani yake huyo mtu aliyemfanya. Mstari wa tisa, Bwana Mungu akachipusha katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa uzima katikati ya bustani, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mstari wa 10, ukatoka mto katika Eden wa kuitilia bustani maji, na kutokea hapo ukagawanyika kuwa vichwa vinne. Mstari wa 11, jina la wa kwanza ni Pishoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Havila, ambako kuna dhahabu. Mstari wa 12, na dhahabu ya nchi ile ni njema, huko kuna bedola na vito shohamu. Mstari wa 13, na jina la mto wa pili ni Gihoni, ndio unaozunguka nchi yote ya Kushi. Mstari wa 14, na jina la mto wa tatu ni Hidekeli, ndio unaopita mbele ya Ashuru, na mto wa nne ni Frati. Mstari wa 15, Bwana Mungu akamtwaa huyo mtu, akamweka katikati ya bustani ya Eden, ailime na kuitunza. Mstari wa 16, Bwana Mungu akamwagiza mtu huyu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Mstari wa 17, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Mstari wa 18, Bwana Mungu akasema, si vema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Mstari wa 19, Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Mstari wa 20, Adamu akawapa majina hao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Mstari wa 21, Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake. Mstari wa 21, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke
akamleta kwa Adamu. Mstari wa 23, Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Mstari wa 24, kwa hiyo mwanaume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Mstari wa mwisho katika sura ya 2 ya Mwanzo, ambao ni mstari wa 25, ukasema, nao walikuwa uchi wote wawili, Adamu na mkewe, wala hawakuona haya. Mwanzo 3 mstari wa 1, basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu, akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Bwana Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula. Mstari wa 2, mstari wa 3, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema, msiale wala msiaguse, msije mkafa. Mstari wa 4, nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Mstari wa 5, kwa maana Mungu anajua ya kwamba, nyoka anaendelea kuongea, kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Mstari wa 6, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa mumewe, naye akala. Mstari wa 7, wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mti wakajifanyia nguo. Mstari wa 8, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Mstari wa 9, Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi? Mstari wa 10, akasema, nalisikia sauti yako bustanini. Adamu anaongea, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Mstari wa 11, akasema, huyo Mungu huyo, ni nani aliyekwambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Mstari wa 12, Adamu akasema, huyo mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Mstari wa 13, Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikala. Mstari wa 14, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Mstari wa 15, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Mstari wa 16, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako kwa uchungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa mumeo, naye atakutawala. Mstari wa 17, akamwambia Adamu, Mungu huyo anamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako,
chungu, utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Mstari wa 18, michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Mstari wa 19, kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana mavumbi, nawe mavumbini utarudi. Mstari wa 20, Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Mstari wa 21, Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Mstari wa 22, Bwana Mungu akasema, basi mtu huyu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyoosha mkono wake akatwaa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. Mstari wa 23, kwa hiyo Bwana Mungu akamtoa katika bustani ya Eden ailime ardhi ambayo katika hiyo alitwaliwa. Mstari wa 24 wa mwisho katika sura ya 3 ya Mwanzo unasema, basi akamfukuza huyo mtu, akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kuilinda njia ya mti wa uzima. Asante kwa kutusikiliza. Tunaomba tukutane tena kwenye sehemu inayofuata. Mungu